Kalonzo Mambo vipi? Tukianza by the way, they'll just tell you. Now we have the boy, the man where the man. Usijaribu kunikosea heshima. Okay, are you a boy or a man? Yeah, I'm a man. What shows that you're a man? By profession. The profession of doing that thing. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. Come on. You are a very talented man. Minutes. What's your favorite name? Yeah, what's up everybody? I go by the name Indire Alex. In every platform, by the way. Yeah, Indire Alex. Indire Alex. Icon, the scale, Maino, but yenye watu wanajua nayo sana, Maino. Ama Icon. Hizo zingine ni Dripper Mjuja. Dripper Mjuja. Wakati Kabisa. 1 term, 2 term. One term bwana, 2 term ya nini? Sema one time. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Term ni moja siku zote. Term ni jamu. Why 1 term? Oh, people are crying. Kabisa. People are crying. People are crying. Well, Mimi, I'm also crying. I'm one of the people that are crying. one of the people that are crying. Unaweza enda aje ununue kitu kama ugonjwa utuletee. Ebola. Ebola, this thing was signed in June 2015 by the fourth president, Uhuru Kenyatta. June date 2, 2015. And by then, all the date 2 ndio doctors from Kenya walitolewa waende somewhere, ilikuwa Sierra Leone ama kutibu Ebola huko. People didn't talk. No one talked. No one went to street. But this time round, huyu jamaa ataku nini 33 or 32 quarantine facilities. They are crying, we're shouting. Yaani Viki, hawa so Ebola wamekataliwa in their own country. Lakini hapa Kenya wako welcome, si ndio? In their own country USA, president wao mwenyewe ameamua kuprotect wasee wake. Amewaambia aje hawa wasee siku. Lakini hapa Kenya wako welcome. Watu wako na Ebola. USA. Yaani nchi nyingine yenye iko na power mob sana. Ukiangalia nini story na hizi medical treatment, hospitali and all the stuffs. Technology ya USA iko very high. True. Lakini wameshindwa. So Kenya mnasema ati mnawaleta mwati. Hawajashindwa. Kitu umeshindwa ni kitu umetry. Ukashindwa. They are not tried. I'm pretty sure wametry. Sio bure wanakataa. Let me tell you something. You know, kuna misinformation outside here. You know. The thing inafanyika hapa. DRC iko after Uganda from Kenya. Now, if you gonjeka in DRC, wachukue ndege from hapa mpaka US ni kitu 18 hours, I guess. 18 hours. Utakufa hapo juu the next. Sasa uweze kuwa mgonjwa hapa, ati umefaint hapa, upeleke Western kwenyu ndio utibiwe huko kwenyu. Doesn't add up. Okay, kwa ufupi unajaribu kumaanisha unajaribu tu kusupport. No, I'm not supporting. I'm just Ebola wakuje. Ndio. Anakaribisha Ebola. That is what you're trying to do. Yeah? No, bro, apart from kuangalia America, tuangalie humanity. Hebu imagine Kenya amekufa huko, ameumia huko, anafaa tibiwe. Na anaambiwa hawezi tibiwa hapa USA, leta Kenya ile tibiwe. Sikiza, huyu msee mwenye anakuja na Ebola, there are like let's say 15 people. Wenye wakiingia hapa Kenya wanaweza ua 45 million people. So ukiongelea story na humanity iko wapi hapo? Ukaribisha watu 15 wakuje uwe 45 million ama wakwende wakufe na uokoe nini relative. Anaambiwa hizi tibiwa huko, mpaka apeleke nyumbani ushago. Hizi tibiwa hapa Nairobi. Mpaka apeleke nyumbani ushago ndio atibiwe kwa dispensary nyumbani. Okay, na wewe fanya aje? Hebu iangalie hii design. Mimi nimegonjeka hiyo ugonjwa na niko sure nikienda pale watu 10 wanaweza kufa. Si inaweza tu amua basi waacha tu So we are trying to tell these people waamue wakufe kivyao. No, si hata hawa watu na address. Mwenye na address ni rais. Okay. Hafai kuwa welcome hapa. Hawa wachilie tu waende.
Hata wakikufa sio watu wengi. Mbona hawakuchuzu waende China ama India? Baadaye India ndio wao wanatibu watu sana. So mbona hakupelekwa India? Au president wa India amue waende huko. India ni mbali na DRC. Okay, kuna place karibu. Kuna place Okay, karibu. the thing is, our Ebola patients, they are not coming from USA to Kenya. But they are coming from DRC to Kenya. Why? DRC ni karibu. So, they can't go hapo Uganda, the next country. Why? Because hao pia wako na Ebola. So wanakuja place haina Ebola. So lazima pia Kenya iko na Ebola. Place iko more advanced. But do you know Kenya is the most advanced country in Eastern Africa? Hiyo hatukatai. Kenya is the capital city of Africa. So kitu unamaanisha pia Kenya lazima iko na Ebola. Juu kama hizo zingine ziko nao pia. Juu ukisema huko kunayo. So Kenya ndio hakuna, so wakuja Kenya. Okay, let me ask you, Maino. Uhuru Kenyatta, when he was in power, allow Ebola cases, the same thing in Kenya, right? No one went to the street. No one shouted one time. Nobody did shit. But Ruto akifanya hivyo, everybody wanaenda kwa street. What is happening here? Are we going back to the tribal politics? Tribal politics. Huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mjaluo. Okay, unajua tukiangalia in that form, naweza support Ruto. Naweza sema Ruto anajaribu kutorokea hiyo tribalism. Kwa sababu Wakikuyu wanapenda sana kukua, hao ndio wako mbele ya kila msee. Lakini hapo naweza msupport. Lakini kwa vitu zingine zenye anafanyanga, the question is, mbona time ya Unye hamkwenda street, but time ya Zax mnaenda street? Sasa hivi vitu imepanda. Time ya Unye hakuna kitu ilikuwa imepanda. Okay. Apart from that, kitu Uhuru alikuwa like hiyo time kungeaminika kuna kiwa. Like sasa hivi wamejaribu wamekosa. Sasa huko huwezi sema ati hawajafanya matest nini ikakosekana. So hivi process ya kuleta Kenya ndio Ruto amefanya mbaya. Lakini Unye alifanya poa. Okay, hakufanya poa. Like hajafanya mbaya. Ni another idea but sasa kuna vile haingi. Unajua chenye sisi chenye natutoa kwa manyumba tunaenda kwa streets kuandamana. Ungeangalia speeches za huyo boys time yenye alikuwa na campaign. Okay. Hadi ni deni. Obvious. Time yenye alikuwa na campaign. Na saa hizi chenye anafanya. Now hizo nilia zingiani hata kidogo. Turudi hapo. Tunajua manifestos za Kenya Kwanza led by UDA. Zilikuwa in our first 100 days we will implement the constitutional requirement of a police service commission to have its own budget and its own accounting officer. And we made a commitment that we will provide financial independence for the police. I already issued instructions, and yesterday that was implemented by Treasury. Now henceforth the police will have. Sasa tutadeploy internet. Simu utakuwa unapiga free of charge. Simu haitakuwa inakatika kwa sababu sasa tutakuwa tumedeploy internet. Traders at Nairobi's Wakulima Market can finally access free internet after the government launched the service in the busy market. Cabinet Secretary for ICT and the Digital Economy, Eli Gowalo, said the move is part of the government's efforts to enable traders leverage on free Wi-Fi to grow their businesses. In early November this year, the government unveiled a similar internet hotspot at City Market in Nairobi's Central Business District. The state has earmarked a total of 25,000 hotspots to be rolled out countrywide. What is happening? Hata kama amekamilisha amekamilisha hizi sijui vile unasema vitu 2-3 afya na sijui vitu gani zenye hajakamilisha ni mo zenye watu bado wanalia ni mingi. Thank you. Ladies and gentlemen, kuna watu wanalia. Na to your worry or my worry, haifanyi only in the Mount Kenya region. Health sector. Haifanyi in the Mount Kenya region. 2027. Obvious, right? Obvious. Na kama tungekuwa na uwezo angeenda sasa. Hata sasa angetoka. 2027 Ruto must go, and then who? Wajakoya. Come on. Sisi kama Gen Z. What we know, Ruto anaenda. Mambo na then who, hiyo tutajua.
lakini for now he's good. But if Wajakoya akiomba kura tunampea. Come on. Yeah. Jumping from a frying pan. Usibomoe nyumba matope kama bado una pesa za kujenga nyumba mawe. You must have a plan B. Ruto must go. Then who? Yeah, ndio Anafaa. nimesema. Then let Raila say. Unasema Ruto aende. Aende alafu nani ifanyike? Whether ni hivi nikiulizwa na prefer Wajakoya. Hata alikuwa na idea by the way. Si alikuwa na vitu kama kuenda fisi. Umeona? Alipe deni ya Fisi 1,000. Fisi 1,000 wanaume wako na makende 2,000. Na mimi nasikia hiyo makende ya fisi ni dawa kwa China. Lakini ule mzee anaangalia in form of man. tutapanda wheat. Then tutakuwa tunazi export. Yeah. Alafu Kenya hata tutalipa deni. Wewe mnalipa deni ya China. Man. So, After Ruto, Wajakoya is best. Mimi hata nikienda Wajakoya pia bwana. akisimama. Kenya inakuwa aniu but bwana. Kenya tunajua. Okay, there was a time after when Kibaki wanted to leave. Okay. Time yake iliisha. Wakasema tunataka pastor. Mcha Mungu. Mtu mcha Mungu. Somebody came up. Pastor Pius Biu. Alitoka na kuna bibi yake na mtoto wake peke yake. Come on. What do Kenyans want? They don't 2022. Huyu pastor mwenye alikuwa number 3 after Raila. Mwenye alikuwa number 4. In fact alikuwa last. Wajakoya. After Wajakoya. Mbona yeye akwenda? No. Kuna kitu naona. Sio kama pia nyinyi mnaiona. Ladies and gentlemen. 2027 other parts of the country wamesema it's Kenya against Mount Kenya. What are your thoughts? Niambia hapo kwa comment section. After break, we'll come back with a lot more.